na jinsi ambavyo huwa tunafanya ndani ya Aperite FM ndani ya Top Gear ni kuhakikisha kwamba mambo yanakwenda sawa, tukukurudisha nyuma na awamu inakuaga 3, tutakupeleka. Tunaanza na vijana wa juzi, vijana wa jana, alafu tunamaliza na vijana wa leo. So inamaanisha jana yako lazima utaipata ndani ya Aperite FM. Lakini zaidi ya yote on Tuesday tulikuwa tunazungumza kuhusiana na swala nzima ambalo tulikuwa tunasema kwamba ni mental health na yote ambayo inahusisha vijana. Na ikifika Thursday huwa tunazungumza kuhusiana na youth and leadership na chochote ambacho tunaweza kufanya kama vijana kuhakikisha kwamba tunaweza kuyafikia yale ambayo tumepangia, kwa sababu kila kijana ana ndoto, kila kijana ana malengo yake kuweza kuyafikia katika maisha. Lakini mojawapo tumepata kwamba vijana wengi wanataka kuingia katika uongozi, na uongozi wa vijana si kwa sababu tu ya siasa, bali kutake over labda kama ni agriculture. Tumekuwa tukiachia wazee wetu sana kwa muda. Je, tunaweza kuhakikisha kwamba vijana tunaweza chukua lakini tukaipeleka level nyingine, kwa sababu sasa tumeenda shuleni, tumesoma. Wakati nafikia pia kuhusiana na nani huyu kusema labda na ufugaji. Je, wewe kama kijana umesomeshwa pale nyumbani, lakini umeenda umesoma, umepata kilimo ambacho ni bora zaidi. Je, unaweza kurudi nyumbani na ukatake ile ufugaji ambao wazazi wako walikuwa wanafanya ukaipeleka kwa level nyingine? Na siku ya leo sasa ni kuhusiana na uongozi wa vijana, na zaidi ya yote na kile ambacho kinatupasa, kwa sababu tulisema kwamba kuna vitu ambavyo lazima tufanye kama vijana ili kaweze kutuwezesha kwamba mtu anaona kama vijana wanaweza, basi tuwapatie tena sehemu nyingine. Lakini ni uamuzi ambao ni wako na mimi kuhakikisha kwamba tunaweza kuyafikia. Na leo katika kipindi hiki na mgeni hapa ataweza kujitambulisha, manake kuna vitu vingi tunataka tuzungumze. Lakini kabla hiyo basi wacha aweze kujitambulisha, wasikizaji wangu wakujue, na wale wanatutazama pia kwenye Facebook live waweze kukujua, alafu itakuwa vizuri. Karibu. Asante sana Mash. Jina mimi naitwa Diana, Diana Rotich. Mimi ni mzaliwa hapa, mimi ni mkazi wa hapa West Pokot County, ambaye ninajivunia sana. Asante. Kama nilivyosema naitwa Diana. Yes. Mimi ni mshirika mkurugenzi mkuu katika shirika la KEPACO. Kwa urefu tunaita Kenya Pastoralist Community Organization. Hii ni shirika ambalo tunafanya mambo ya amani, na ni shirika ambalo linaongozwa na mtoto msichana, na pia ni kijana, na pia wale watu ambao tunafanya kazi na wao ni vijana. Okay. Kwa hivyo sisi tunacheza ile very critical a role katika maneno ya amani, ambapo vijana kwa kweli tuko tumepewa hiyo chance. Kwa hivyo ninafurahi sana kufika hapa katika radio yetu ya Upright, radio ambayo inafanya kazi nzuri sana. Okay. Na pia mumeleta vijana katika mazungumzo ambayo ni kitu nzuri sana. Kabisa. Kwa hivyo asante sana. Na pia vile vile nisikose kusema, kwa sababu mimi pia ninafanya na county yetu part time. Ninaketi katika ile committee ya audit. Okay. Hii ni mambo ya kuangalia mambo ya jinsi ambavyo pesa au ile rasilimali ambayo ni ya wananchi inatumika vizuri. Ile pesa ambayo tumepatiwa na from treasury, ambayo pia ni tax zetu, inatumika vizuri. Kabisa. Zile projects ambazo tulisema sisi kama wakaazi zinafanyika vizuri, au inatumika imeelekezwa ambapo tulikuwa tumesema tunataka katika ile maneno ya participation, public participation. Okay. Kwa hivyo huyo ni mimi kama Diana, na pia ningependa tu kujumuika na Wakenya wenzangu kuomboleza sana. Ni jambo ambalo linasikitisha sana, kwa kuwa tunajua Raila Amolo Odinga alipigania mambo mengi katika nchi. Tukianza na maneno ya constitution ile ya 2010, katiba ya katika Kiswahili, na hata zile rights ambazo sisi vijana sasa tunasema it is our rights. Yes. Kama si Raila Amolo Odinga kwa kweli tungekuwa hapa mahali kama hii. Kubwa kabisa. Ni pigo kubwa kwa kweli. Kwa hivyo tunasema tu Mungu ailaze roho yake mahali pema peponi, na pia kufariji familia yake. Asante. Na mimi nilikuwa natembea na kwa sababu huwa tunakuwa na mazungumzo, wasikizaji wanachangia. Kilichonichochea sana kukutafuta ni kuhusiana na hii KEPACO. Kidogo nilitaka kujua kabisa, kwa sababu I don't know, sijawahi ona mtu ambaye ameweza kufikiria jambo kama hili. Manake nimekuwa nikiona katika mikutano nyingi sana wale ambao wanawekwa katika kipaumbele kutafuta amani ni wazee.
Unapata kwamba kuna mikutano wazee imewekwa, kuna nini ya wazee imewekwa, lakini I don't know, labda kidogo tu katika mazungumzo yako tu uweze kuniambia nini ambayo ilichochea kabisa kupata hii Kepako katika kaunti ya Pokot Magharibi, na hasa katika kwa sababu kuna mizozo mingi ambayo inaendelea katika mipaka yetu. I don't know kama malengo kuu kabisa ya Kepako ni kuhakikisha kwamba tuna amani katika hizo mipaka. Nataka kujua kabisa kilichokuchochea wewe kuja na kusema no, we need this kama vijana kaunti ya Pokot Magharibi, kaunti ya Turkana, kaunti ya Elgeyo Marakwet, na wale ambao labda kuna mizozo katika mipaka yetu. Asante sana kwa hilo swali. Hili swali linanipeleka hadi mwaka wa 2023 ambapo nilianzisha Kepako. Nakumbuka hiyo wakati nilikuwa nimeketi katika ile living room, kwa Kiswahili tunaita sebuleni. Kabisa, usiwe na wasiwasi hapo. Yeah. So nilikuwa natazama televisheni na ninaona by then alikuwa ambaye ni deputy president sasa hivi, alikuwa waziri wa mambo ya ndani na security. Akapatia notice ya kwamba pale chini katika Kerio pale Suguta, akasema nataka watu wahame 24 hours. Na katika televisheni walikuwa wanaonyesha jinsi ambavyo watu wanahama. Na pale ungeona ni wamama ambao wanahama na wameshikilia watoto wao na zile mizigo chache ambayo walikuwa naweza kubeba wakati ule. Kwa sababu hapa hivi ni serikali imesema imewapatia masaa 24. Kabisa. Na kwenye hiyo televisheni nilisikitika sana. Kwa sababu kukikuwa na hii maneno ya conflict, ni sisi wanawake tunakuwa katika kipaumbele kwa kuumia sana. Na pia ni watoto na vijana. At the same time ni sisi vijana tena ndio tunaleta hii mzozano. Kwa sababu huwezi pata mzee wa miaka 60 au 70 years anaenda kupigana au kwenda kunyang'anya ng'ombe za wengine. Ni sisi vijana. Kwa hivyo nilisikia vibaya, na hiyo ndio ambapo nilianzisha hii shirika la Kepako, ambalo ni shirika la nyumbani kwanza. Kwa sababu ile solution ambayo tunaitaka hatuwezi pata nje. Kabisa. Ni sisi wenyewe tunajua shida zetu. Kama ni maneno ya boundary ni sisi tunaijua. Kabisa. Kama ni maneno ya umasikini sisi wenyewe tunajua umasikini ambazo tuko nazo. Kabisa. Kwa hivyo hatuwezi tarajia watu wa nje wakuja wakatuambia you know what, hivi ndivyo ambavyo tunafaa to solve hii maneno ya ethnic conflict. Basi hivyo ndo nilianzisha Kepako na with a mission that we want a sustainable peace, a long lasting peace. Kabisa, si siku moja tu. Si ya leo tu ama ya kesho, ambapo serikali ukuja tu ambapo wanasikia watu wamepigana ndio watakuja. Hiyo conflict ikisimama wanaondoka. Lakini sasa ile my historical injustices ambazo zimekuwa zikifanyika, nani atazitatua? Isipokuwa sisi tuje tuseme kuna hii na hii. Kama ni maneno ya boundaries ambayo imetusumbua kwa miaka mingi sana. Kabisa. Na tunaomba kwa kweli serikali iweze ikuja ikaonyesha kama ni issue ya boundary, kama ni wale watu wa IBC, maneno ya administrative, wakuje waseme hapa ndio mwisho, hapa ndio tupate kupata ile harmony. Kwa sababu ukisema tunataka amani, yet kuna watu ambao waliwawa hawajakuwa compensated, ng'ombe zao zilienda hawajakuwa compensated. Bado kuna hii hapa ni kwetu, hapa ni kwetu. Kama ni hiyo maneno, basi waeke boundary ili tuweze kujua mwisho wenu ni hapa. Respect the other people, na hata katika normal maisha ya kawaida. Saa zingine unakuwa na ile boundary yako. Kabisa. Ndio mtu asije akavuka ile boundary akaleta uzozano. Kwa hivyo ndivyo tulianzisha Kepako. Tunaendelea vizuri na tunaungana pia na vijana wenzetu wa side ya Turkana, pia side ya Elgeyo Marakwet, shirika zingine ambazo ziko huko za amani, na tunafanya kazi vizuri. Na labda kurudishe nyuma tu, kwa sababu nimesema nilianza hapo awali nikakuuliza kwamba kuna vitu vingi sana vijana wajapewa nafasi, kwamba fanyeni hii, na mojawapo inakuwa labda kwa hiyo uongozi, na uongozi tumesema si kuingia tu katika siasa au kuingia pale labda serikalini, bali uongozi kama tuwe mstari wa mbele kuhakikisha kwamba tunaleta amani. Labda kuuliza vijana wana play role gani labda kuleta amani, kwa sababu wewe umeanzisha direct hii ambayo inahusu vijana. So unaona mwenyewe kwa kivyako vijana wana play role gani kuleta amani?
Sisi vijana tuna play role kubwa. Sisi ni vijana ambazo tuko na nguvu, kama ni maneno ya nguvu tunazo. Si nguvu ya kupigana, lakini ile energy ya make things work. Okay. Kama ni maneno ya policies ambazo tunataka, we have the energy, we have the brains, tumeenda shule, tunashukuru Mungu. We can do that policy. Kama ni maneno ya peace agreement, let us do it and follow it up. Kuna pia wakati ambapo tulikuwa tumekuwa termed as online bandits. Kwa sababu tulikuwa tunapigana wenyewe kwa wenyewe. Nyinyi mtandaoni mmetupiga, wale wanasema hata nyinyi mlitupiga. Sasa tunaanza kukua online bandits na pia kule chini kuna online bandits. So tunaweza badilisha maneno ya digitali ili iweze kuwa tool ya kuspread peace. Kabisa. Other than just posting vitu ambazo hazitusaidii na kugongana wenyewe kwa wenyewe, wacha tuweke ikwe tool ambayo italeta amani kati yetu kama sisi watu